kupigana na huyu mtu, kwani nikienda kupigana na huyu mtu nikamshinda nitapewa nini? Wakamwambia utatajirishwa na utajiri wa ufalme. Haleluya. Amen. Utatajirishwa. Akaendelea kuulizia huku, anajiuliza hivi itakueje, atafanyaje ili apate nafasi tu hata kwenda kupigana na yule Filisti. Kwa hiyo watu waliosikia mawazo yake, mawazo yakafika kwa nani? Kabla hajafika kwa Sauli, alifika kwa kaka yake Eliabu. Kwanza Eliabu alivyomuona alishangaa, akamwambia wewe dogo, tunakujua una kiburi toka kwa mdogo, umekuja kufanya nini huku? Wewe mdogo na kiburi, tunakujua umekuja kufanya nini huko kwenye hivi vita? Alitakapika hata kama ni wewe ni mdogo wako, watu mdogo kabisa, anakuja mahali hapo unapigana vita, utajisikiaje? Na unajua ni vita vikali. Kwa Eliabu aligadhabika sana baada ya kuona Daudi amewafuata kule vitani walipokuwa wanapigana vita. Lakini Sauli alipopata habari kwamba kuna mtu ambaye anahitaji kwenda kupigana na Goliati, alituma watu akamwambia mleteni. Waliompeleka anafika, Sauli anamwangalia mtu mdogo sana, akapata wasiwasi. Akasema wewe unataka kupigana na huyu Mfilisti Goliati? Wewe tu ambaye unaendelea kuchunga huko machungani, na huyu ni mtu wa vita toka ujana wake, utakwendaje? Utamshindaje? Bwana asifiwe sana. Amen. Sauli akamwambia utawezaje kwenda kupigana na huyu mtu ambaye ni mtu wa vita tangu ujana wake, na alikuwa akitesa sana taifa la Israeli, alikuwa akitukana sana. Wewe mtoto mdogo na utawezaje? Lakini neno ambalo Daudi anamwambia Sauli, anamwambia Sauli, usifikirie moyo, mimi mtumishi wako nilipokuwa katika machungani kule, tazama simba huja na kuchukua kondoo, lakini mimi nilikwenda nikapigana na yule simba, nikamnyang'anya yule kondoo na nikampiga yule simba nikamuua. Na sio hivyo tu, hata mtumishi wako alimuua dubu huko porini. Sauli alisikia hivyo, angalau sasa mawazo yakafunguka. Baada ya kusema kifo, ili kama ulimuua simba, ulimuua dubu. Ndio maana katika vitu ambavyo haupaswi kuvisahau kwenye maisha yako ni matendo makuu ambayo Bwana amekufanyia. Kilichompa ujasiri Daudi si tu kwa sababu alikuwa anamwamini Mungu, lakini kingine kilichompa ujasiri ni kwa sababu alipigana na simba kule porini, akamshinda, akamuua. Kwa hiyo aliamini kabisa kwamba yule Mungu aliyemshindia wakati anapigana vita na yule simba ndio huyo atamshindia kwenye kwenda kupigana na Goliati. Aliamini hiyo. Kwa kila Mungu anakufanyia kwenye maisha yako, hakikisha hausahau hata siku moja. Kitakutia nguvu, kitakutia moyo, wewe kutia nguvu. Tunasema kama Mungu alinigusha kule, hata kwa nini asinigusha? Maana habadiliki yeye jana tu na hata milele. Alinigusha mwaka jana, hata mwaka huu atanigusha. Hicho ndio tunaja kwa Daudi. Akasema yule Mungu aliyenipigia kule, huyo alipenda kunipigania na kunishindia kwenye hili vita. Kwa aliamini kabisa wewe wake. Kwa Sauli baada ya kusikia vile kwamba huyu Daudi alimuua simba kule porini wakati wanachunga, hapo ndo akaachilia moyo wake sasa. Akamruhusu akasema nenda na Mungu anakuja na wewe. Haleluya. Bwana siku sana. Kaambia tu nenda na Mungu anakuja na wewe. Lakini hakumwacha tu aende hivi. Sababu Daudi hakuwahi kupigana vita ya aina yoyote. Kwa hakuwa na vazi lolote lile la kivita. Alikuwa yuko yeye tu kama yeye. Hana vazi lolote. Kwa baada ya Sauli kuona hivyo hakumwacha tu aende hivi. Ilibidi auke mavazi yake yeye Sauli ili avae Daudi. Kwa akachukua mavazi yake Sauli, akamvisha Daudi, akampa na kila kitu kinachohitajika kwenye vita. Yote akamvika, akamfunga vizuri kabisa ili aende kukabiliana na Goliati. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Lakini angalia, baada ya Daudi kumaliza vile vitu, maandiko anasema alivyojaribu tu kwenda akashindwa kutembea. Pale kwa sababu Daudi alikuwa mdogo, Sauli alikuwa mkubwa. Kwa mavazi ya Sauli hayakumtosha Daudi. Alikuwa mdogo sana ukilinganisha na Sauli. Kwa maana alipojaribu kutembea alishindwa, sababu mavazi sasa yamezidi sababu ya mdogo wake. Kwa alichokisema, alisema siwezi kwenda na vitu hivi. Wana siwezi kwenda nazo. Kwa alichokifanya, akamrudishia Sauli mavazi yake. Akasema Mungu
na kwa jina la Yesu napenda kumshika huyu mtu ambaye mara zote alikuwa akipigana jeshi la Israeli. Leo lazima nikamshinde. Kwa aliazimia kwamba anakwenda kupigana kwa jina la Bwana wa majeshi, ambaye huyo Mfilisti Goliathi alikuwa akilitukana. Aliamini hiyo jina kwamba huyo Bwana anataka kumshindia kwenye ile vita. Haleluya, Bwana asifiwe. Aliamini jina la Yesu wala kufanya chochote, ndio maana alienda yeye kama Yesu. Haleluya. Akaenda akasomea pale mtaani ya Goliathi kumwona Daudi kwamba yeye ndio anakuja kupigana naye. Jana nilimuona tu akasema wewe unajua kupigana wewe ili Goliathi yeye au wewe leo huyu Mungu anataka kukutika hapa, huyu Mungu anataka kukufikisha hapa. Haleluya. Alichokifanya kuja akaenda kwenye mfuko wake ukikidai, akachukua mmoja na kombe lake kitu cha kujiuliza, jambo la kujiuliza. Hivi uliwahi kujiuliza kwa nini akina Sauli walipigana vita muda wote miaka mingi, lakini hawakuwahi kujua kwamba kwenye ile eneo, kwenye ile sehemu kuna jiwe ambalo wanaweza akalitumia kumuua Goliathi? Hawakuwahi kujua. Wamehangaika watu wanachukua vifaa, wanachukua kila aina ya silaha, lakini hawakuwahi kujua kwamba pale kuna jiwe moja tu wanaweza akalitumia kumuua Goliathi. Lakini mtu mmoja tu ambaye alionekana hana maana, alidharaulika, yeye ambaye alipewa maelekezo ya Mungu kwamba kwenye eneo hili kuna jiwe ambalo wanaweza akalitumia ndio kumshinda huyo Mfilisti Goliathi, na heshima ikarudi kwa wana wa Israeli. Na hao Wafilisti wakajua kwamba Mungu wa Israeli ndio Mungu mwenye nguvu kuliko huyo Mungu wao. Haleluya, Bwana asifiwe. Mtu mmoja tu aliyekusudiwa na Mungu na aliyeonekana ni mdogo, ndio huyu alipewa maelekezo kwamba anaweza kutumia tujiwe na pale akamuua. Akachukua tu moyo na maili matano akakabiliana na Goliathi. Unaona, akamwambia yaani wewe nyumba yako leo itakuwa ni chakula cha ndege, itakuua, itakuchinja na nyama yako itakuwa chakula cha ndege, kwa sababu alidharau baada tu ya kumwona na kamwona. Lakini baada ya Goliathi kumwambia Daudi hivi, kuna kitu Daudi anamwambia kwenye mstari wa 45, Samueli wa kwanza 17 mstari wa 45. Anasema ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Haleluya. Kwa hiyo Mungu jasiri ni kwamba hakuwa anaenda yeye kama yeye, alikuwa anaenda akiamini kwamba Mungu aliyemshindia kwenye kumuua simba atamshinda. Ndio maana alimwambia, wewe unanijia kwa mkuki, kwa fumo na vitu gani, lakini mimi ninakujia kwa jina moja tu, jina la Bwana wa majeshi ya Israeli, ambayo umekuwa ukiyatukana mara zote, umekuwa ukiwatukana mara zote. Huyo ndiye ambaye leo ninakuja kwa jina lake, na naamini kupitia jina hilo tu unakwenda kukushinda. Goliathi wala hakuamini maneno hayo, kwa sababu alikuwa tu mdogo mmoja hivi. Mungu anazidi sana. Haleluya. Lakini Mungu ni mwaminifu, alikuwa pamoja na Daudi. Daudi akamsogelea Goliathi. Kati ya wale mawe matano akachagua jiwe moja tu. Akalichukua, akaliweka kwenye kondo lake, akalizungusha. Ndipo ndio tunaishi. Kondo pale watu wale kuimba na kitu na kitengeneza, alafu naweka juu katikati na kuzungusha, alafu nakachia juu. Sikuweza nikifananisha na kitu zile nasema ni hicho, lakini nakifananisha na hicho. Kwa hiyo akalichukua ile kondo lake, akachukua jiwe moja tu kati ya yale matano, akaweka kwenye kondo lake, akamsogelea. Sasa alipomsogelea akaanza kuzungusha ile kondo. Akalizungusha, alitupa jiwe moja tu likampiga kwenye paji la uso. Goliathi akaanguka. Watu wote waliokuwa wamesimama pale, hakuna mtu aliamini anachokiona. Hakuna mtu aliamini kitu anakiona. Hakuna. Wote walipata kujiuliza, hii inawezekanaje?
hii imekaaje? Ndivyo itakavyokuwa pale Mungu atakapokuinua. Kila mtu anabaki anashangaa, ndio huyu tunayemuinua sisi, ndio huyu. Kila mtu atashangaa. Ndio ilivyokuwa kwa Goliathi. Alimpiga jiwe moja tu katika paji la uso, akaanguka. Na baada ya kuanguka, kwa kuwa Daudi hakuwa na kifaa chochote kile wala silaha yote ile, alienda kuchukua upanga ule ule ambao ulikuwa kwa Goliathi, akautumia huo kukata kichwa chake. Haleluya! Kwa silaha ambayo Mfilisti yule Goliathi alikuwa anakuja kwa lengo la kumuua Daudi, silaha hiyo hiyo ndio ambayo ilitumika kumuua yeye mwenyewe. Haleluya! Bwana asifiwe sana. Kitu cha ajabu hapo ni watu walibaki wanashangaa, ni watu walibaki wanajiuliza, hivi inawezekanaje vita ambavyo tumevipigana muda mrefu sana, lakini huyu mdogo ndio anakuja kutupa hii heshima, ndio anakuja kutupa hii heshima, kutuongelea hii aibu ambayo mara zote huyu Mfilisti amekuwa akitufanya jeshi la Israeli, lakini huyu mtu mmoja ambaye alikuwa kusudiwa na Mungu akamwondolea aibu jeshi la Israeli. Haleluya! Bwana asifiwe sana. Haleluya watu wa Mungu. Akaiondoa aibu. Na baada ya wale waliokuwa nyuma ya Goliathi, baada ya Goliathi kuanguka, wale waliokuwa nyuma yake ilibidi wakimbie, sababu hakuwa na msaada mwingine. Sasa mtu ambaye alikuwa anawakomboa, alikuwa anawasaidia, ndio huyo ameshaangushwa. Wakafanya nini? Wakakimbia. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Wakakimbia kwa sababu ya mtu mmoja tu ambaye alikuwa amekusudiwa na Mungu, ya mtu mmoja ambaye Mungu alikuwa amekusudia kionyesha thamani yake mbele ya watu waone kwamba haijalishi yeye ulikuwa mnamdharau, mlimuona hawezi, akina Eliabu walimuona ndogo tu akamfokea, unakuja kufanya nini huko? Kumbe huyo ndio ambaye alikuwa amekusudiwa Mungu kwenda kule kuwapa heshima. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Nataka nikwambie wewe, hata tu wewe waone hauna maana, lakini saa inakuja utaonekana wa maana katikati ya hao ambao wanakuona leo hauna maana. Watu wanajiuliza, hivi ndio yule ambaye tulikuwa tunamwona yuko namna hii, lakini leo yuko hivi. Watu wanajiuliza na watabaki na maswali ambayo hayana majibu yake. Haleluya.